Kanisa Katoliki limempoteza kiongozi wao mkuu duniani, Papa Francisco, aliyefikwa na umauti Jumatatu ya Pasaka Aprili 21 mwaka 2025 akiwa na miaka 88. Akizaliwa kule Buenos Aires, Argentina, alibatizwa kwa jina la Jorge Mario Bergoglio akiwa ni mtoto wa wahamiaji wa Kiitaliano nchini Argentina. Alijiunga na shirika la Jesuit mwaka 1958 kisha kupewa daraja la upadri mwaka 1969. Akajulikana kwa unyenyekevu na kujali sana masikini. Akapanda na hatimaye akawa askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Buenos Aires, Argentina mwaka 1998. Akawa ni mtu wa kuishi maisha ya kawaida katika uongozi wake na kuzingatia sana haki za kijamii. Mwaka 2001 aliteuliwa kuwa kardinali wa Argentina chini ya Papa John Paul wa pili, nafasi aliyoenda nayo mpaka mwaka 2013 alipochaguliwa kuwa papa wa kanisa Katoliki duniani baada ya mtangulizi wake Papa Benedikto 16 alipojiuzulu nafasi yake na kumfanya kuwa papa wa kwanza kutokea Amerika ya Kusini na papa wa kwanza kutokea shirika la Jesuit, lakini pia kuwa papa wa kwanza kutoka nje ya Ulaya kwa miaka zaidi ya 1200. Alichagua jina la Francisco kwa heshima ya Mtakatifu Francisco wa Asisi, akionyesha kujitolea kwake kwa masuala ya amani, unyenyekevu na kutunza mazingira. Upapa wake ulisisitiza huruma, ushirikishwaji, mazungumzo ya dini mbalimbali na kushughulikia masuala ya kisasa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na ukosefu wa usawa, na kumfanya awe mtu wa mabadiliko katika kanisa. Huyu alikuwa ni papa wa 266 katika idadi ya mapapa waliowahi kuongoza kanisa Katoliki. Papa Francisco anaondoka duniani akiwa ameacha urithi wa huruma, mageuzi na upya wa kiroho. Atakumbukwa kwa juhudi zake za kuleta kanisa karibu na watu na kukuza imani iliyojumuika zaidi na yenye huruma. Maisha ya uongozi wake yalihamasisha mamilioni ya watu kote ulimwenguni kuvuka mipaka ya kidini na kuunda upya taswira ya kimataifa ya kanisa Katoliki. Kuna mengi sana ya kumzungumzia marehemu Papa Francisco, lakini wengi wetu tungetamani kujua mara baada ya papa kufa ni taratibu gani hufuata. Sikia hii. Papa anapofariki, kanisa Katoliki hufuata utaratibu ulionyoka unaojulikana kama sede vacante, yani kiti kilicho wazi. Hapa ndipo hatua kadhaa hufuata. Jambo la kwanza ni kufanya mwitikio wa haraka, na hapa ndio unakuja wajibu wa Camerlengo au Chamberlain of the Holy Roman Church, ambayo ni ofisi ya makazi ya papa inayosimamia mali na mapato ya kiti kitakatifu. Inakuja kuthibitisha rasmi kifo cha papa. Baada ya kifo cha papa, mkurugenzi wa huduma za afya wa Vatican anachunguza mwili na kuandaa cheti cha kifo. Kiutaratibu, Camerlengo huita jina la ubatizo la papa mara 3 na kuthibitisha kutojibu kwake baada ya ripoti kadhaa za madaktari. Baada ya hapo, Camerlengo inachukua udhibiti wa Vatican na kufunga vyumba vya kibinafsi vya papa. Aidha, pete ya papa inaharibiwa ili kuzuia matumizi mabaya. Baada ya hapo zinatangazwa siku 9 za maombolezo. Katika kipindi hiki, misa maalum husomwa kwa ajili ya kumwombea papa. Hakuna maamuzi makubwa yanayofanywa katika kanisa. Kimsingi, kanisa linaendeshwa katika hali ya uangalizi. Mwili wa papa huvishwa kasoki au kanzu nyeupe na kuhamishwa hadi kwenye kanisa la kibinafsi la papa kwa ajili ya ibada ya uhakikisho wa kifo na kuwekwa kwenye jeneza. Yote haya yanaongozwa na Camerlengo. Kufuatia maombi hayo, mwili wa papa kwa sasa uliovalia mavazi mekundu ya kiliturujia na kilemba na pallium, yani taji la kipadri, huwekwa kwenye jeneza linaloitwa kataleto, yani kitanda cha kifo. Mshumaa wa Pasaka huwekwa karibu na kuwashwa kwa sehemu ya ibada ambayo inajumuishwa kunyunyizia maji matakatifu kwenye mwili. Jeneza lenye mwili wa papa linawekwa mahali panapofaa ndani ya Vatican kwa ajili ya kutembelewa na kusali hadi lihamishwe ili kutazamwa na watu wote. Hatua ya pili ni kusafirisha jeneza kwa maandamano hadi kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro, Vatican, ambapo linawekwa karibu na madhabahu ya kanisa hilo, altareni, pamoja na mshumaa wa Pasaka karibu, ili umma uweze kuutazama mwili huo, kusali na kuaga.
Kabla ya mazishi, jeneza hufungwa kwa ibada maalum. Kabla ya kitambaa cheupe huwekwa juu ya uso wa papa aliyekufa. Mfuko wa sarafu zilizochorwa wakati wa upapa na moja ya nakala mbili za Rogito, hati ya muktasari wa maisha ya kazi za papa, pia huwekwa kwenye jeneza ambalo hufungwa. Misa ya mazishi inayoitwa Poenitentialis huadhimishwa katika uwanja wa St. Peter's Square na kuadhimisha siku ya kwanza ya Novendiales, yaani siku 9 mfululizo za maombolezo ya papa. Baada ya misa, papa huzikwa kwenye eneo la makaburi, mara nyingi sehemu ya siri ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ambako imekuwa desturi kwa mapapa kuzikwa kwa zaidi ya karne moja. Lakini Papa Francis hatazikwa hapo, bali atazikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Maria Meja kwa ombi lake alipokuwa hai. Papa wa mwisho kuzikwa nje ya Vatican alikuwa ni Papa Leo wa 13 ambaye alizikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu John Lateran mwaka 1903. Mapapa 7 katika historia wamezikwa katika Basilika ya Mtakatifu Maria Meja. Wa mwisho alikuwa ni Papa Clement wa 9 mwaka 1669. Baada ya hapo sasa huanza mchakato wa kumpata papa mpya wa kanisa Katoliki duniani. Hapa huandaliwa kitu kinaitwa conclave, yaani baraza la siri la makardinali litakalokuwa na majukumu ya kuteua papa mpya. Baraza hili litachagua tarehe ya uchaguzi ambayo lazima iwe kati ya siku 15 na si zaidi ya siku 20 tangu kifo cha papa aliyepita. Hapa makardinali wote duniani huitwa Roma. Watakutana katika mikutano mikuu ya kila siku kujiandaa na uchaguzi. Hapa huwa wanajadili hali ya kanisa, changamoto na warithi watarajiwa. Makardinali wote walio chini ya miaka 80 ndio wanaoruhusiwa kuchaguliwa na ndio watakaopiga kura. Hufungiwa katika kanisa la Sistine Chapel kumchagua papa mpya. Kura zitapigwa mpaka mmoja apate 2/3 au zaidi ya kura zote zitakazopigwa. Kwa sasa kanisa lina makardinali 135 wapiga kura. 108 walichaguliwa na Papa Francis, ambapo 53 wanatoka Ulaya, 20 toka Amerika ya Kaskazini, 18 kutoka Afrika, 23 toka Asia, 4 toka Oceania na 17 kutoka Amerika ya Kusini. Kura mbili hufanyika, moja asubuhi na nyingine jioni, hadi pale kardinali mmoja atakapopata 2/3 ya kura. Moshi mweusi hutoka ukiashiria bado hajapatikana papa, hadi pale moshi mweupe utakapotoka kuashiria kupatikana kwa papa mpya. Moshi huu ni matokeo ya kuchomwa kwa maboksi ya kura zilizopigwa na makardinali. Baada ya hapa, kiongozi wa makardinali atamuuliza papa mpya ikiwa anakubali uteuzi na jina gani angependa kutumia, na baada ya haya yote, haraka sana atakuwa mchungaji mkuu wa Roma na papa wa kanisa Katoliki duniani. Kwa wakati huo huo, papa mpya atajitokeza hadharani kwenye kanisa la Mtakatifu Petro Basilica Vatican na kutoa baraka za Urbi et Orbi, yaani baraka kwa jiji la Roma na ulimwenguni kwa ujumla. Kwa leo ni hayo tu niliyokuandalia. Ninaitwa Special Kabwanga.